Kama una laki moja mfukoni leo hii unaweza kuanza kuwa mpiga picha, na leo naenda kukutajia vifaa vitatu ambavyo unaweza kuvinunua ukiwa na laki moja tu mfukoni na ikakusaidia wewe kuanza kuwa mpiga picha kuanzia hivi sasa. Na watu wengi wamekuwa wakifikiria kwamba waweze kuanza kununua vifaa lazima wawe na mamilioni ya pesa ili kuweza kununua vifaa. Naenda kukutajia vifaa vitatu ambavyo unaweza kuvinunua kwa laki moja tu na ukaanza kuwa mpiga picha kuanzia saizi. Kifaa cha kwanza unachoweza kununua ukiwa na laki moja ni kadi. Na kwa nini kadi? Kwa sababu kwanza ni usalama wa kazi zako. Ukiwa photographer au ukiwa unaanza kwenye photography, unaweza kuazima kamera ukapewa, lakini kadi unaweza ukapewa lakini usalama wa kazi yako ukawa mdogo. Nikiwa na maana kwamba unaweza ukapewa kamera lakini ukapewa limitation ya muda wa matumizi. Ukipewa limitation ya muda wa matumizi, labda umekodishwa kamera labda leo afu unatakiwa kesho uwe umeikabidhi, afu kazi ukachelewa kumaliza, maana yake hautakuwa na muda wa kukopi material. Kamera ikienda kule akaenda kupewa mtu mwingine ambaye akakodi, yeye hatakuwa anathamini material yako. Atakachokifanya yeye ni kuformat ili aweze kufanya kazi zake. Kwa hiyo akiformat ili kufanya kazi zake, maana yake wewe utakosa material yako na unaweza ukaingia kwenye majanga ambayo yalikuwa hayana ulazima. Kwa kadi ni kitu muhimu sana ambacho unataka kununua, ambacho na hichi kinauzwa chini ya laki moja. Kuna kadi tofauti tofauti, kuna GB 16, kuna GB 8, kuna GB 32, kuna GB 64 mpaka GB 128. Lakini kama ukiwa unaanza GB 64 inaweza ikatosha, na GB 64 nyingi sasa zinacheza kwenye 45 mpaka 65 au 70. Kwa hiyo ukiwa na laki moja unaweza kupata kadi hata 2 na ukawa na uhakika na usalama wa kazi zako hata kama ukiwa umekodi kamera. Hiki ndio kifaa cha kwanza ambacho kinunua kwa chini ya laki moja. Ukiwa na hiyo laki moja yako unaweza kupata kifaa cha pili ambacho unaweza kununua betri. Na kwa nini nasema betri? Kwa sababu asilimia kubwa watu ambao wanakodisha kamera au wanaazimisha huwa wanatoa betri moja. Sasa inawezekana wewe ukawa unafanya kazi kubwa ambayo inahitaji kuwa na betri za kutosha, lakini hauwezi kuazimisha betri. Kwa hiyo ukiwa na betri extra inaweza kukusaidia wewe kukodi kamera na kufanya kazi yako ukiwa huru. Kwa sababu kwa mfano kama una shoot harusi au umekodi kamera na una betri za kutosha, labda una betri pia 2, betri 3, inakufanya wewe uweze kufanya kazi kwa uhuru na kwa amani, kwa sababu huwezi kuwa una lose kitu chochote au unapoteza kitu chochote, kwa sababu betri likisha unaweka betri nyingine, betri likisha unaweka. Na kwenye uchaguzi wa mabetri hapo unaweza kuzingatia kulingana na watu ambao wanakuzunguka au wewe unaweza kupata kamera za aina gani. Kuna wengine ambao wanaweza kupata kamera ambazo ni Sony, hakikisha basi kama Sony ndio iko karibu na wewe na ndio unatumia sana, basi ununua extras, betri za extra ambazo ni za Sony. Kama unatumia Canon, hakikisha unanunua betri za extra ambazo ni Canon, na kama Nikon hivyo utafanya hivyo. Na kwenye betri hapa kuna betri tofauti tofauti, kuna betri za 45, kuna betri za 65, kuna betri za 80 na kuna betri za laki. Kwa hiyo ukiwa na laki moja unaweza kupata betri yoyote ile ambayo kamera ile yoyote ambayo utakuwa unaitumia, na hii itakusaidia wewe kuweza kufanya kazi kwa uhuru ukiwa kazini bila kuwa na pressure na stress yoyote ya kamera kuzima. Kitu cha mwisho ambacho naweza kwenda kutajia, kabla sijakutajia, naomba unaweza kusubscribe hapo chini, kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo tunajifunza picha na tunatengeneza wapiga picha ambao wanaweza kuanzia 0 kupanda mpaka kufika sehemu ambayo anaweza akalipwa hadi milioni, wakati alikuwa ameanzia akiwa na kitu kidogo tu mkononi mwake. Kwa hiyo unaweza kusubscribe hapo, kwa sababu tunajifunza mambo mengi sana ambayo yanahusiana na kupiga picha, kushoot video na mambo ambayo yanahusiana na kuanzisha studio bila stress ya aina yoyote. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa kukinunua au unaweza kukinunua ukiwa na hiyo laki moja yako mkononi ni reflector. Reflector ni kitu ambacho ni muhimu sana, na hiki sio kwamba ukiwa unaanza tu. Hiki ukikinunua unaweza kukitumia hata ukija kuwa professional, kwa sababu reflector kazi yake ya kwanza inasababisha softness, inatengeneza soft kwenye picha au video. Kwa hiyo ukiwa na reflector inakusaidia kubounce mwanga, na hata kama una light chache, na maanisha labda kama unapiga picha lakini unatumia taa chache, reflector inaweza kusaidia kubounce ile mwanga na kurudisha, kukava kiwango cha mwanga kisiweze kupotea. Na mimi binafsi hivi ndio vifaa ambavyo nilikuwa nimeanza navyo kununua, kwa sababu nilivipata kwa chini ya laki moja. Nilinunua reflector kwa shilingi 65, nilinunua betri kwa shilingi 50, nilinunua kadi kwa shilingi ilikuwa 75. Ni vifaa ambavyo nilianza navyo na vilisababisha mimi kuweza kupata madili mengine makubwa, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi bila stress, lakini pia ya uhakika, kwa sababu nilikuwa siofii kupoteza material, lakini pia nikiwa kwenye kazi siofii kusema kamera imezima au kubanabana kutokurekodi baadhi ya matukio kwa kuhofia kwamba kamera itazima. Lakini pia reflector imenisaidia kwenye kupiga picha. Wakati naanza nilifungua studio nikiwa na strobe, nilifungua studio nikiwa na speedlight peke yake za TTA 520, lakini mpaka sasa nina speedlight zaidi ya 3, na hii ni kwa sababu niliweza kuanza kusubutu kununua vitu ambavyo vinapatikana kwa chini ya laki moja. Unaweza ukaanza kununua, na kama hujui jinsi ya kuvipata unaweza ukani DM nikakuelekeza namna ya kuvipata, au unaweza ukafanya utafiti wako binafsi kwenye mitandao wapi ukapata maduka ambayo yanahusika na mambo ya production, ukavipata hivi vitu vyote, kwa sababu maduka yote yanaviuza hivi vitu ikiwa ni chini ya laki moja. See you